Okay, tutakuja kuona hapa sasa ni behind the scene wakati wa kuedit kitabu changu cha The Human Game. So hapa sasa kuna hii research ambayo nimeweka kama ni case study hapa. Kitabu ni cha Kiingereza. So hapa sasa baada ya kuwa nimeiandika kama rough mwanzoni, sasa ni wakati wa kupitia kwa awamu ya pili ili kukipangilia vizuri. Nikishamaliza kukipangilia vizuri hapa napangilia hizi case studies pamoja na hizi topics. Hizi topics naziweka katika mfumo wa links kwamba ukibonyeza chapter 2 sio topic, ni chapter, sura. Ukibonyeza hapa unaenda moja kwa moja kwenye sura husika. Maana hapa nipo pia katika wakati wa kufanya layout designing. So hiki kitabu katika dimension ya 5.5 by 8.5 inches kitakuwa na peji zaidi ya, naona hapa ni kwa sababu hapa sasa ziko peji 446. Kwa kuwa bado naendelea kuedit, obviously zitaongezeka. Lakini vile vile sijaandika preface, actually nimeandika ipo kwenye Google Docs pamoja na introduction ya kitabu. Kwa hiyo preface na introduction ya kitabu bila shaka nikiongeza itafikia peji alau 450. Lakini vile vile kuna content, table of content yaliomo. Kwa nikaandika hayo yote, kama nitaandika pia kuhusu mwandishi, maana obvious peji 450 zitafika. Na nitaangalia pia nikiweka katika dimension ya 6 by 9 inches pia peji zitapungua kwa sababu ni kitabu kitakuwa kikubwa hivi. So kwa sasa behind the scene tutakuwa tu tunaangalia hapa research ketu ambako sasa na edit. Ambako sasa na edit. Aka research kanazungumzia juu ya certainty ya viongozi. Ni mfano mzuri vile ambavyo vilitokea Tanzania wakati ambapo tulikuwa na janga la COVID-19. Halafu Rais Magufuli akasema hakuna shida yoyote, ugonjwa huo tutashinda na vitu kama hivyo. Tukaanza kupiga nyungu na vitu kama hivyo. So vitu kama vile tunasema kiongozi anapokuwa na certainty katika jambo fulani, wakati mwingine anaweza siwe sahihi, lakini inaleta haweni kwa watu ambao wapo katika hofu. So huu ni utafiti ambao ulifanyika mwaka 2006 ambao ulifanywa na mwanasaikolojia wa jamii ambaye anaitwa Kins van der Bos na wenzake. So huu ni utafiti ambao unaendelea. Hapa naendelea kuedit. So participants were randomly assigned to different groups. Each group was presented with the leader's written or verbal communication that either 1. expressed the high certainty and confidence about the situation and recommended actions, 2. expressed low certainty, doubt or ambiguity, and 3. or offered neutral information without emotion cues or emotion expression. They measured participants' emotion responses, perceived trust in the leader, and cognitive neural reaction using psychometric assignments and neuroimaging techniques in later follow-up. Kwa hiyo findings ambazo walizipata hapa, moja ilikuwa certainty reduced anxiety. Kwa hiyo wasiwasi, msongo wa mawazo kwa wale watu ambao wanaongozwa ulipungua pale ambapo viongozi ama kiongozi alipoonesha ile hali ya kuwa bayana. So hiyo ndio research ambayo na edit. Tutakuwa tunafanya hivi mara nyingi hizi behind the scene, ili kwa wale ambao wanadhani kuandika kitabu ni kazi rahisi waione, na wale ambao wanadhani kuandika kitabu ni kazi ngumu haiwezekani waone kwamba ni kitu rahisi tu. So number 1, observation ya kwanza au finding ya kwanza ilikuwa ni certainty reduced anxiety. Maana participant exposed to certain confident messaging experienced a marked reduction in anxiety as compared to those in the low certainty or neutral groups. In ambiguous or threatening scenarios, the brain reacts by seeking patterns and predictability. Certainty, even symbolic or verbal, provided a sense of order, reducing cognitive stress. When chaos surrounds us, a leader's clarity gives us something to hold onto,
even if that clarity isn't perfect. Kama ambavyo nimesema kwamba wakati mwingine hata pengine kile ambacho anakisimamia kiongozi kinaweza kisiwe sahihi, lakini bado kinawasaidia watu kuondoa hofu. Nafikiri hicho kitu ambacho alitumia pia Waziri Mkuu Kassim Majaliwa wakati mwingine, wakati watu wanaulizia afya ya rais wetu, akasema anaendelea tu vizuri. So sometimes inapunguza tension. So ni vitu ambavyo vipo kwenye influence, kwa sababu hapa naandika kwenye hii part 3 ya kitabu changu inazungumzia psychology of influence. Katika sura hii ya 13 nazungumzia jinsi ya kuwa mtu mwenye mvuto, becoming a magnetic and most followable person. So hii ni mbinu mojawapo ambayo unaweza kuitumia kwa ajili ya kujijengea influence kwa wale unaowaongoza. So nataka nionyeshe tu hapo kidogo. So acha nipate uhuru niendelea hapa mwenyewe kufanya editing na kukiweka kitabu katika hali ambayo ni ya kuvutia hata ninyi wasomaji wangu mtakapokisoma kitabu hiki cha The Human Game muweze kuenjoy. Kinapikwa hapa vizuri kabisa. Baada ya hapa kitapelekwa kwa maprofesa wa saikolojia wakipitie na kwa ajili ya maoni yao. Baada ya hapo kitapelekwa kwa wahariri. Then baada ya hapo kinaweza sasa kwa sokoni kwa ajili ya walaji. So unaweza kuona hapa sentence inaweza ikatumika katika sehemu mbalimbali. Kwa mfano in business leadership, during crisis, for example a mass layoff or market collapse, employees are not just looking for exact outcomes, they are subconsciously asking, do you have a grip on this? Can I trust you to lead me through it? Etc. Kwa hiyo ni lazima uwe na uwezo wa kusema kwamba tunajua kinachoendelea na tunaweza kutatua jambo hili bila shida yoyote. Kwa hiyo ni lazima kama kiongozi, unapokuwa kiongozi, uwe na uwezo wa kusimama imara katika nyakati zile za uncertainty. Unapokuwa wewe upo katika hali ya certainty, maana unapunguza tension ya watu na hivi mnaweza mkashinda vizuri. Unaona pia hata katika politics hapa anasema populist leaders often gain traction by projecting bold certainty in times of national crisis. Their factual accuracy may be questionable, but their emotional resonance taps into deep psychological needs for safety and control. Kwa kama nimesema kwenye siasa pia unakuta deni la taifa kwa mfano pengine linatishia amani, lakini kiongozi anaonesha certainty kwamba hili deni letu msiwe na hofu kwa sababu linahimilika na hakuna shida yoyote, na uzuri tunatumia pesa zetu vizuri katika kuleta maendeleo nchini. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Kwa hiyo unaweza kukuta mambo kama haya pia yanatumika kwenye siasa ili kujenga influence. So ni kitabu bora sana hiki, nafikiri kwa watu ambao mnapenda kujifunza kuhusu manipulation, influence pamoja na persuasion. Kitabu hiki ni kitamu sana. Kitamu sana. Ni kitabu ambacho nimekiandika mwenyewe, lakini nakifurahia ninapokisoma, nina enjoy sana. So tuwe tayari kukipokea kitabu hiki. Sijui kitatoka lini, lakini baada ya mchakato yote kukamilika, baada ya uhariri wa wataalamu, baada hapo nitapeleka kwa wahariri wa kawaida ambao wao kazi yao ni kuhariri tu. Kuhusu lugha pia sina shida sana, lakini tutapelekea pia wataalamu ili kije kwa kitabu. Thank you.